Kuishi kwangu ni wewe, kuvaa kwangu ni wewe, kuvaa kwangu ni wewe Baba. Maisha yangu ni wewe Baba, ni wewe, uzima wangu ni wewe Yawe. Hata kama sina pesa, hata kama sina mali, hata kama sina, kwa mapenzi najua utatenda. Maisha yangu ni wewe Baba, ni wewe, uzima wangu ni wewe Yawe. Hiyo
Oh yes. Ai, bila shaka kabisa kabisa. Alright, thank you so much kwa wale wote ambao mnaendelea kujiunga pamoja na sisi in this very nice morning, and we are glad kwamba Bwana wetu ameweza kukushindania, and truly kwamba Mungu amekuwa mwaminifu kwako, and we are glad to move, and we are glad to thank our God kwa sababu ya siku hii ambayo ni siku ya Krismasi kweli kweli, ambapo zinaelekea ile mida ya saa ngapi pale, inaelekea ile mida ya saa moja, ndipo kwa kweli tutaweza kufululiza na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo na fadhili zake juu ya maisha yetu. And by the way, we are very happy that you are here in with us, and we are happy kwamba unaendelea kuangalia na kutizama KCHUNGA TV. Hivi punde kutakuwa na pastor hapa, Pastor Jeremiah Benda, ambaye ataweza kuzungumzia mambo mawili matatu kuhusiana na masuala ya Christmas, na kidogo tu tuweze kujua the facts and the myths about Christmas. Yale ambayo tunaambiwa kidogo ambao kidogo si mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na yale ambao kidogo nasikia kwa sauti kuu, lakini hayampendezi Mwenyezi Mungu. Utasikia, utaambiwa advice according to vile neno linavyosema, ili kwamba iwe vizuri kwetu na kufahamu ni yapi haya ambayo ama ni kipi hiki ambacho Mungu anahitaji juu ya maisha yetu. Karibu sana, ili kwamba tuweze kufululiza na tuweze kumuinua Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wake, tuweze kumfululiza na kusonga mbele katika huu, na tuweze kumwambia Bwana wetu asante kwa sababu ya yote ambayo kwa kweli anazidi kuyatenda juu ya maisha yetu. And I'm very sure kwamba kuna vitu ambavyo hivi leo utaweza kuvifahamu kupitia kwa siku hii ya leo. Lakini kwanza tuniseme Merry Christmas and happy new joyous day today, ambapo tunasema kwamba Yesu Kristo amezaliwa ndani ya mioyo yetu, amezaliwa ndani ya maisha yetu. And today, kwa wale watu ambao kidogo tujampokea Kristo Yesu, unaulizwa kidogo uweze kumpokea Kristo ili akuwe mwanzo katika, ama akuwe chanzo cha kusonga kwako, chanzo cha kuinuliwa kwako, chanzo cha kubarikiwa kwako, because akikuwa ndani yako utaweza kupata baraka tele juu ya maisha yako. Karibu sana, ili Mungu aweze kutunenea, ili tuweze kuona makuu yake katika siku hii ya leo. Hatutabaki tulivyo, maana Bwana hawezi akatuacha. Leo ikiwa 25th, nani alikuwa nadhani kwamba angefika siku hii? Kidogo tu kwenye ndoto zako ulikuwa ukiota mandazi kwenye ndoto zako kidogo, mfano unaweza kuwa kwamba ulikuwa ukiota vile mandazi yanaonekana, lakini today we are happy kwamba we are here, and we are here to thank our God, kwa sababu bado hata katika hali hii yote Bwana amekuwa ni Bwana mwema katika maisha yetu. Karibu sana, tuweze kusonga kwa njia hiyo ya barabara, tuweze kupata hizi burudani ama hii burudani wakati huu asubuhi, bila tu kusita ama kupata shida yoyote, lakini bado tutaweza kurejea hili kwamba tuweze kufungua kwa njia ya maombi. Na nimekuambia kwamba hivi punde tutakuwa naye pastor ambaye ataweza kujadili masuala mawili matatu kuhusiana na masuala ya Christmas. Christmas ni nini? Christmas ina maana gani? Christmas inastahili kusherehekewa siku gani? Christmas, mambo mengi ambayo kidogo unaona kwamba tunakinzana kama Kristo. Kuna wale ambao wanakinzana na Wakristo wenzao kwa masuala tofauti, lakini napenda tu tuwe pamoja katika siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya Sato. Sato, wengine wanaenda kanisani pia. Leo ilipatikana kama ni siku ya kanisani ama siku ingine tena nzuri ya kuweza kujua masuala ya Kristo Yesu. Karibu sana, ili tuweze kusonga. Nije Papa Isaac LENARD, hivi punde tutaweza kujumuika naye pastor vile nilivyokuambia hapo awali. Kwa hivyo usiondoke. May our good God bless us in this very morning. God bless you. Tuweze kupata hii burudani kwa njia ya kipekee katika jina la Yesu.
pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa ni yako Baba, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa ni yako Baba, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa ni yako. Wewe ndiwe mshauri wangu mwema, wewe ndiwe, wewe ndiwe daktari wangu mwema, wewe ndiwe. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Ni yako Baba, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Ni yako Baba, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Waweza inua mawe, mawe kusifu Bwana, ukainua hata miti kusifu Bwana. Kama mifupa iliyokauka, Yesu lipa uwaye. Kwani mimi ni nani nikuringie na kinywa changu? Uliniumba nikuabudu Bwana, uliniumba nikupe sifa zote. Kwani mimi ni nani nikuringia na kinywa changu? Yesu wangu, Yesu wangu, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Ni yako Baba yangu wewe, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Ni yako Baba yangu, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Hatukuzi utukufu wako, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Baba, jinsi nilivyo nakuta mbele zako. Baba, jinsi nilivyo mimi mwenye dhambi nakusogelea Baba, lakini Baba ulisema mwenyewe nikute mbele zako. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Ni yako Baba yangu wewe, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Ni yako Baba yangu wewe, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako.
the idea of winning a sprawling, multi-million-dollar dream home feels like nothing more than a daydream, then what do you say we make that daydream a reality? That's right. To support the nonprofit Rebuilding Together, we're offering you the chance to win this beautiful 5-bedroom, 6-bath dream house in Los Angeles, California, or the chance to take home $3 million in cash. If you can't imagine yourself winning the Amaze $1 Million House giveaway, well, neither could our previous winner until they won. You won the house! Ready to be our next winner? The open concept living room is indoor-outdoor living at its finest, with tons of natural light and unobstructed views of the backyard. This spacious kitchen
Make every day delicious with Jumia food. Uko nyumbani, tuko njiani. Nakusifu milele na milele. Kwa shangwe na kusifu ewe Bwana milele, na kusifu kwa shangwe na kusifu milele na milele. Kwa shangwe, kwa shangwe na kusifu milele na milele. Kwa shangwe, shangwe na kusifu milele na milele. Barabara
tumerejea tena ili kama tuweze kuzungumza mawili matatu kuhusiana na masuala ya Krismasi. Ikiwa ni siku hiyo ambayo tunasema kama ni siku ya kusherehekea kuzaliwa kwa Mwenyezi Mungu juu ya maisha yetu, na si tu kwa maisha yetu peke yetu, na ni kwa maisha tu ya dunia yote. Kwa sababu ilikuwa kwamba ni chanzo cha kukombolewa. Sasa hapo ndio tumeanza kujua kwamba unabii umeanza kutimia, ambao kidogo tunauangalia kwenye Biblia na masuala mengi zaidi ambao tunaangalia kwenye Biblia. Hivi sasa tuko na pastor ambaye amekaribia kwenye studio. Karibu sana pastor. Karibu kidogo waweze kusikia sauti yako. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Wapenzi watazamaji wa Kisi Hot TV, ninawasalimu katika jina la Yesu, nikiamini kwamba Bwana amewalinda na tumefika wakati mwingine mzuri ili kwamba Bwana apate kutubariki. Ninajua kwamba watu wengi wanatamani sana kujua kwamba hakika siku hii ni ya dhamana kubwa sana kwetu sisi wa Kristo, kwa sababu tunamdhamini Kristo Yesu akiwa ni mwokozi wa maisha yetu. Amen, amen. Wale ambao kidogo mmekuwa mkimwona kwa njia ya mtandao, tukiongea na simu kwa simu, lakini sasa leo hii tutaongea na yeye live. Tutaongea na yeye live ambapo zimekatika na dakika 20 baada ya saa 1 asubuhi, ili kama tuweze kuambia Mungu asante. Na unajua tulipoanza hapa niliwaambia mimi ninafanya introduction, akikuja pastor ataweza kufanya maombi. Kwa hivyo karibu sana pastor uweze kufanya maombi asubuhi ili kwamba tuweze kuingia kwenye neno katika asubuhi ya leo. Asante Baba LENARD, nataka tuingie katika maombi ili tukaribishe uwepo wa Bwana. Maana kila jambo ambalo linaweza kutendeka ndio tuweze kufanikiwa katika maisha yetu, basi ni lazima tuweze kualika uwepo wa Bwana ili Bwana naye ajiongee karibu nasi, aweze kutupa neema na amani na tunapoendelea. Tuamini, tuombe. Baba wetu, Mungu wetu ishie mbinguni, jina lako litukuzwe. Jina lako lipewe heshima na utukufu, maana kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Asubuhi ya leo tumechongea chini ya miguu yako tukikualika Bwana ukaribie pamoja nasi ili tuweze kuona baraka, tuweze kuona amani, tuweze kuona ufanisi, tuweze kusikia amani maishani mwetu na tupate kulitukuza jina lako, maana kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Siku hii ni siku njema ambayo Bwana umetupa kibali tuweze kuiona. Ni siku ambayo tunasherehekea kuzaliwa kwa mwanao Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wa maisha yetu. Asante kwa sababu ya watazamaji wapendwa mahali popote walipo, wale walio katika jamhuri yetu ya Kenya na wanaotutazama kutoka nchi za ng'ambo, kwamba Bwana utawatembelea asubuhi ya leo, utawabariki, utawainua na utawatenda mema katika maisha yao, ili kwamba Bwana tunapoanza hata katika programu hii, jina lako litasidi kupokea heshima na utukufu, na watu wako Jehova mahali popote walipo watabarikiwa. Wale walio wagonjwa watapokea uponyaji, maana Kristo Yesu alipozaliwa akaja katika ulimwengu huu, alikuja akaleta uponyaji, akaleta ushindi, akaleta amani, akaleta baraka, na hata zile jamii ambazo hazina amani zinaenda kupokea amani katika jina la Yesu. Tusaidie Jehova, tupate kuona ushindi na jina lako lipate kutukuka. Pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen, amen. Karibu sana wewe ambao ulikuwa mbali, unaona kidogo masuala yalikuwa ni magumu kwako. Leo sasa kuna mambo mengi ambayo tutaweza kuyasuluhisha. Leo itakuwa ni kwamba ni show ambayo itabadilisha maisha ya kwako, kidogo si kubadilisha tu, lakini kukuelimisha zaidi ili uweze kufahamu ni yapi haya ambayo Bwana wetu Kristo aliweza kuandaa kwetu sisi katika siku hii ya leo. Kwa hivyo utapokea baraka zako kwa njia ya kipekee. Kwa hivyo karibu sana tuweze kuingia katika show hii ya leo katika jina la Yesu. Pastor, sijui uliamka vizuri? Nimeamka salama, nashukuru Mungu kwa sababu nilikuwa natarajia kwamba unajua katika maandiko Yeremia 29 mstari wa 11 Bwana anatuambia kwamba yeye anatuwazia mambo mema, na anapotuwazia mambo mazuri nilikuwa naamini kwamba Bwana yungali katika kiti cha enzi atanipa neema na amani. Nilipoamka nikaona nimeamka vizuri, basi ninashukuru Mungu kwa sababu hakika ako na mipango mizuri juu ya maisha yangu. Amen, amen. Jambo linalotia nguvu ni kwamba tuna Mungu. Amen. Tuna Mungu
kabisa. Amen, amen. Amen. Kwa hivyo tukiwa katika njia hiyo, basi kwa wale wote ambao ndipo mnaendelea kujiunga pamoja na sisi, ni katika show hii ya Krismasi tulivyoagana kwamba tutakuwa na show ambayo ni ya kipekee ya kushughulikia masuala ya Krismasi, kuongelea masuala ya Krismasi. Krismasi ni nini? Wengi husema tu ni Krismasi. Hakika watu wengi wanajaribu kuangalia Krismasi, na ukijaribu kuangalia katika muktadha ya wanadamu, wanadamu wengi wakati wa Krismasi ni wakati tu watu wengi wanapotenda dhambi, na sio hivyo. Kwa sababu unakuja kuona watu wengi wakati wa Krismasi wao wanajiingiza katika ulevi, wengine wanajiingiza katika uzinzi, wengine wanajiingiza katika usherati, wengine ndio hata watu wanajinyakulia wajumba na mambo mengine kama hayo. Lakini la hasha, Krismasi sio hivyo. Tukijaribu kuangalia katika historia ya Krismasi, tunajaribu kuangalia kwamba katika ile mambo ya Mkristo wa kwanza alikuwa naamini kwamba jina Krismasi ni wakati wa kusherekea kuzaliwa kwa Kristo Yesu. Tunaamini kwamba katika maandiko, ijapo ukijaribu kuangalia katika kuanzia Genesis mpaka Revelation, siku tarehe 25 haichaandikwa kabisa kwamba ndio siku Yesu aliweza kuzaliwa. Lakini tunapoangalia kuanzia Genesis mpaka Revelation, tunaona kwamba Yesu aliweza kuzaliwa. Na wakati Yesu alipoweza kuzaliwa, basi Wakristo tunaamini kwamba hiyo ndio siku ambaye tunaweza kujiandaa ili tuweze kufanya kitu tunaita kusherekea kuzaliwa. Kwa sababu jina Christmas inatoka katika jina Mass of Christ. Maana hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa lilo jina ambalo liliweza kuwekwa. Ndio. Na watu wengi waliweza kusherekea wakati ule kwamba Kristo aliweza kuwa na Mass. Wengi wakaweza kula pamoja na Kristo. Ile wakati wengine ukiingia katika dini nyingine kama Catholic unakuta kuna Eucharist, kuna Holy Communion. Na ukiangalia katika makanisa yote, basi tuko na kitu inaitwa Holy Communion ambayo huwa tunasherekea kwa sababu ya ule umoja ule ambayo uliweza kufanywa na ile ibada ambayo ilifanywa na Kristo Yesu mwenyewe wakati alipoifanya pamoja na wanafunzi wake. Yes. Lakini tukiangalia katika historia ya Krismasi, kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ni mfalme katika Roman Empire, na ndiye alikuwa Mkristo wa kwanza ambaye anaitwa Constantine. Constantine ndiye alikuwa mfalme katika Roman Empire. Ndiye alianza kusherekea siku ya Krismasi, ichapo haikuwa katika ile kalenda yao ya kuwa kwamba ni siku kuu ya ufalme katika Roman Empire. Lakini aliweza kuifanya mwaka wa 336 wakati alipoanza kuisherekea, maana yeye ndiye alikuwa Mkristo. Akakumbuka kwamba katika maandiko imeandikwa kwamba Kristo Yesu aliweza kuzaliwa. Na kama Yesu alizaliwa, wale waandishi wa Biblia walioongozwa na Roho Mtakatifu hawakuweza kuweka tarehe 25. Lakini inaaminika kwamba wakati ujumbe ulipomfikia Mariamu kwamba utamzaa mwana, ilikuwa tarehe 23 mwezi wa 3. Na inajulikana kwamba ukihesabu miezi 9 baada ya tarehe 25 mwezi wa 3, basi inafika tarehe 25 mwezi wa Disemba. Na ukiangalia hiyo, basi Wakristo wale wa kwanza wakaanza kuiweka kwamba ni ibada ya kuweza kusherekea Kristo. Amen. Naam, vizuri, imeweza kueleweka kwa wale ambao kidogo ilikuwa ni vigumu kwako kuweza kuelewa mara ya kwanza. Hiyo ni hatua ya kwanza, tutaweza kujua lazima tujue facts, the truth about Christmas and the myths about Christmas. Leo sasa utaambiwa hata ile myth yani umekuwa ukipokea
Be ready to receive ile hata ile fact ya nilikuwa naambiwa na pastor wako kanisani ambao kidogo itaweza kusemekana kwa Biblia si vizuri. Sasa leo hii we have some good proof kwa pastor wetu ambaye kidogo amepitia hilo darasa, ameweza kupitia hilo darasa akaleta hapa mambo mazuri ambayo tutaweza kuyajua theologically. Na by the way, pastor, tukiana nje, hebu kidogo nikuulize swali hapa. Mtoto anapozaliwa, mtoto tu anapozaliwa ako na damu gani? Ni ya baba ama ni ya mama? Unajua, wakati mtoto anapozaliwa, ukijaribu kuangalia katika ile kibiolojia, kuna kitu tunaita the ovum and the sperm. The sperm inatoka katika kiumbe cha kiume, na the ovum inatoka katika kiumbe cha kike. Kwa hivyo wakati ile yai ya kike na ya kiume sinapopatana, unakuja kuona kwamba they unite na sinaweza kutengeza. Na ndio unaona kwamba hata kama ukikuja kuangalia katika zile vitu tunaita wakati watu wanaendanga kupimwa eti uko damu gani, A positive, A negative na nini, unakuja kuona kama mama alikuwa kwa mfano B positive na baba alikuwa B positive, there is high chances kwamba mtoto atakuwa ni B positive, kwa sababu katika kiwango kikubwa baba uchangia zile sehemu za mwili ili mtoto aweze kuumbika. Kwa hivyo hii kiumbe wakati inapopatana, kuna sehemu kubwa mama anachangia na kuna sehemu kubwa baba anachangia. Kwa hivyo wakati wanapoungana, basi unakuja kuona kwamba katika upande zote kuna zile, ndio nasikianga wakati watu wanataka kufanya DNA test, wanaweza chukua ya mama, wanaweza chukua ya baba na waweze kuunganisha. Kwa hivyo wote wazazi wote uchangia katika asilimia karibu 50 katika hali ya kuweza kufanya mtoto aweze kukua. Naam, vizuri. Iko out kidogo, nilitaka tu tujue kwa sababu hiyo ni njia moja ya kufahamu haya ambao kidogo tunayafuatilia. Kuna yule ambaye ameweza kutext hapa, anasema kama eagerly waiting. Yule ambaye pia amesema kwamba Merry Christmas. All right, thank you, Merry Christmas Gertrude Nyamari, God bless you. Haya pastor, kuna ukweli ambao tunaambiwa hapa kila wakati. Unasikia hii siku kuna mtu alikufa, hii siku kuna mtu alitolewa huko, na haswa nataka tu uweze kuangazia hili swala kwa njia ya Kristo, kwa sababu mimi nilipouliza kwa upande wangu, kwa nafsi yangu, mimi nilijibu hii siku tunajua kwamba Wakristo kama Wakristo tunajua kwamba Yesu alizaliwa. Kuna wengi ambao tumejua hivyo, lakini hawajajua chanzo. Mimi kwa ufahamu wangu nilisema kwamba hii ni siku ambayo Wakristo waliketi wakasema, hata sisi katika hii kalenda yetu tutapewa siku fulani, tuseme hii ni siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Sasa tukasema ni KRISMASI. Na hii ingine hii itakuwa ni siku ya Pasaka, kwa hiyo ya Good Friday Sasa mimi nikamwambia hivyo. Sasa mimi sijui wewe kwa ufahamu wako ilikuwa namna gani? Kama vile nilitangulia kuzungumza, tukiangalia katika Biblia vile wale watu walioongozwa na Roho wa Mungu wakaweza kuandika Biblia, kama vile Paulo, Musa, kuna watu wengi wameweza kuandika, Habakuk, tuko na Danieli, Yaba, Jeremiah, tuko na Isaya, na watu wengi ambao Bwana aliwasaidia wakaweza kuandika, maana waliandika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Katika ile tarehe 25 hawakuweza kuiweka, lakini katika historia ya Christian unakuja kuona kwamba ile ujumbe ambaye Maria aliweza kupewa, inaaminika kwamba alipewa tarehe 25 mwezi wa Machi, wakati alipopewa ujumbe huo. Na sasa ukiangalia, ukihesabu miezi 9 baadaye inafika tarehe 25 Disemba. Wakati unapoangalia hivyo, basi inaaminika kwamba ukihesabu kuanzia tarehe 25 March mpaka miezi 9 iweze kuisha, inaonekana iliweza kufika huko tarehe 25. Naye Wakristo kwa sababu wanaamini kila wakati, hata sisi wanadamu
wale wote ambaye hata pagans ambaye si wa Kristo na watu wengi ambaye wako katika ulimwengu huu wako na siku wanasherehekea wakiamini kwamba mimi niliweza kuzaliwa, na hata wale hawajui walizaliwa siku gani. Kwa mfano wale watu ambao wazazi wao waliweza kufa kabla wao kuwa watu wazima, maana hata mimi ninaamini nilizaliwa tarehe fulani kwa sababu niliambiwa na mzazi wangu, sikukuwa kwa sababu nakuja kuona kwamba watoto wanapozaliwa wako katika umri mdogo utoweza kujua, lakini wanapoambiwa na baba yao ama mama yao basi wanaamini, ama wakiambiwa kama wazazi wao hawako, kuna wale watu wa karibu ambao waliweza kushuhudia huyo mtoto akiweza kuzaliwa, ataambiwa tarehe fulani, mwezi fulani, mwaka fulani ndio aliweza kuzaliwa. Yeye anashikilia hilo jambo na anajua. Basi sisi wa Kristo tunaamini kwamba baada ya tarehe 25 ndio ujumbe uliweza kumfikia Maria ambayo ulikuwa mwezi wa Machi, na ukiangalia tarehe 25 inafika kule Disemba na ndio ujumbe huo uliweza kufika, na sasa watu wakaweza kuanza kusherekea siku ya kuzaliwa, maana wa Kristo mpaka wangeweza kukumbuka hiyo siku Kristo, maana tunaamini kwamba sisi we believe in the Trinity because we are Christians. We believe God the Father, we believe about God the Son and God the Holy Spirit. Katika huo utatu tunaamini kwamba mwili wa sisi wa Kristo tumekamilika, na ndio maana sasa tukaona kwamba lazima tuweke maanani siku ya kuzaliwa wa Mwokozi Kristo Yesu. Maana hata ukiangalia katika Biblia ukiona kuna wale the wise men wakati walipofika mahali pale, wakati Yesu alipozaliwa wakaweza kumpelekea gold, frankincense pamoja na myrrh, ambazo hizo vitu zote tatu zilikuwa na maana kubwa sana. Ukiangalia katika ulimwengu huu gold is associated with the kingly, na hiyo frankincense ambaye inakuwa associated because inatumika katika kule kanisani pamoja na myrrh ambaye ni zile perfume. Naye perfume ilikuwa na signify kwamba siku moja Kristo atakuja kutezwa, kuumizwa na kuuawa. Na unakumbuka kwamba the perfume ni ile inawekwa katika mwili ambaye mtu ambaye amekufa ili iweze kunukia vizuri na iweze kuwa vizuri. Kwa hivyo haya yote ukijaribu kuiangalia Wakristo waliweza kuona kwamba tarehe 25 ni vyema sana iweze kuwekwa, na nimeonyesha kwamba siku ya kwanza kusherekea ilisherekewa na Mkristo ambaye alikuwa ni mfalme ambaye was a Christian. And then although it was not haikuwa katika ile mpangilio wao wa kifalme, lakini ilikuwa ni siku baada, wakati waliangalia katika historia wakaona kwamba ujumbe ulipomfikia Maria ilikuwa mwezi wa 3, wakajaribu kuangalia, kwa sababu tunajua kwamba mtoto anakaa katika tumbo ya mama katika miezi 6 na tukaona miezi 6 imeweza kuisha katika hiyo tarehe 25 mwezi ambao ulikuwa ni wa Disemba. Basi hiyo siku ikasaliwa namna hiyo, na sisi wa Kristo tukaanza kusherekea namna hiyo. So kwa hivyo wale wanaojiuliza, wale ambao wanauliza maswali mengi, wanaweza kuangalia katika historia, waweze kuangalia, wafuatilie katika kuanzia ujumbe wakati Maria alipata kupata ule ujumbe, na waweze kuangalia kwamba Yesu imenukuliwa vizuri katika maandiko, maana tunaenda kusoma hayo maandiko kwamba Yesu aliweza kuzaliwa, na sasa tarehe 25 iliweza kuzaliwa hivyo, maana it's the Christians who walianza kufanya kufuatilia, kama vile mtoto anaweza kuzaliwa apate watoto wake ni wazazi wake hawako, ataanza kuchunguza kwenda nyuma, mimi nilizaliwa, hakika nilizaliwa na nani? Ataambiwa ulizaliwa na Yeremia na dada Caroline. Haya, hawa walikuwa wametoka wapi? Anaenda anaambiwa hawa Yeremia anatoka kule Bohoji sehemu ya Kisii, na Caroline anatoka kutoka sehemu ya Nyamira mahali fulani. Basi ilikuwa wakati gani? Nakumbuka hata wazazi wetu siku hizi wanaongea vizuri sana, mpaka unajua kuna wazazi wengi hawakusoma, lakini akifuatilia naambiwa alizaliwa wakati kulikuwa na kiangazi fulani, wakati kulikuwa na njaa fulani, wakati kulikuwa
Sasa kwa hivyo sisi wa Kristo tuliweza kufuatilia na tukaweza kujua kwamba ni wakati gani ujumbe uliweza kumfikia Maria. Uliweza kumfikia tarehe ilikuwa fulani na wakati fulani, ikafuatiliwa mpaka tukawa na hii siku ambayo tunaisherekea mpaka siku ya leo, tukiwa tunaamini kwamba Kristo alipozaliwa ilikuwa ni nguvu yetu, baraka zetu, amani yetu na ushindi wetu. Amen. Vizuri, tuweza kupata wimbo hapa na baadaye tutaweza kurejea. Kwa hivyo usiondoke katika awamu hii, tukiendelea kumshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya Krismasi. Merry Christmas kwa wale ambao kidogo hatujapatana, tuweze kusema Merry Christmas. Kwa hivyo kuanzia hapa ama kutoka hapa tumewawishia Merry Christmas. Unastahili, unastahili, unastahili Bwana, kupokea utukufu, heshima na uweza. Unastahili Bwana, unastahili, unastahili, unastahili Bwana, kupokea utukufu, heshima na uweza. Unastahili Bwana, sema tena, unastahili, unastahili, unastahili Bwana, sema tena, unastahili, unastahili, unastahili Bwana, kupokea utukufu, heshima na uweza. Unastahili Bwana, kupokea utukufu, heshima na uweza. Unastahili Bwana. Unastahili, unastahili, unastahili Bwana, unastahili, unastahili, unastahili Bwana, kupokea utukufu, heshima na uweza. Unastahili Bwana, kupokea utukufu, heshima na uweza. Unastahili Bwana, sema tena, unastahili, unastahili, unastahili Bwana, sema tena, unastahili, unastahili, unastahili Bwana, kupokea utukufu, heshima na uweza. Unastahili Bwana, kupokea utukufu, heshima na uweza. Unastahili Bwana, wewe wastahili, wewe wastahili Bwana, wewe wastahili, wewe wastahili Bwana,
Bwana. Sema wewe wastahili, wewe wastahili Bwana. 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 Wewe wastahili Bwana. Wewe wastahili, wewe wastahili Bwana. Wastahili Bwana, sifa, heshima, utukufu zako wewe. Unastahili sifa zote, heshima, utukufu zako wewe. Wewe wastahili, wewe wastahili Bwana. Wewe wastahili, wewe wastahili. Wewe wastahili, wewe wastahili Bwana. Wewe wastahili, wewe wastahili Bwana. Wewe wastahili Bwana. Wewe wastahili, wewe wastahili Bwana. Wewe wastahili, wewe wastahili Bwana. Wewe wastahili Bwana. Watero kama wimbo nataka tena kuenda kilugha kwa sababu sijui leo imekuwa namna gani. Anyway, tunaendelea tu kusherehekea siku hii ya Krismasi, na kwenye show hapa tuko na Pastor Jeremiah na Bende ambaye kidogo anatupa neno na anatuelimisha kwa njia hiyo, kwa njia pamoja. God bless you. Thank you so much kwa wote ambao bado mnaendelea kujiunga pamoja na sisi, and we are happy kwamba this morning zikiwa zimekatika na dakika 46 baada ya saa 1 asubuhi. Bado kuna yale ambayo bado tutaweza kuyajua, tutaweza kufunuliwa siku ya leo na tuweze kuyajua katika asubuhi hii ya leo. Ukiwa na mimi Papa Isaac LENARD, basi na pastor wetu hapa Pastor Jeremiah na Bende, hautakuwa kwamba umepungukiwa, utaongezewa. Hakika. Utaongezewa. Pastor, karibu tena, tuendelee katika mjadala. Yes. Kuna jambo moja ningependa pia kuweza kuwakumbusha wapenzi, watazamaji na wasikizaji, ni kwamba kuna watu ambao pia wanazungumza mambo ambayo ukijaribu kuiangalia ichapo hayako kweli. Ukiangalia kule katika hiyo tarehe
25 mechi. Kuna wale wengine pia katika kule katika Jewish wanaamini kwamba Yesu ndio aliweza, hiyo ndio tarehe 25 eti Yesu aliweza kufariki. Wale watu katika wanaita Nissan 14 katika Jewish calendar. Wengine walikuwa wanafikiria kwamba that is the time that Mary aliconceive and that is the same day that Jesus died. That is just a myth. Watu wanafikiria kwamba kulikuwa na kitu Wayahudi, kuna Wayahudi, na unakumbuka kwamba katika Uyahudi kulikuwa na a lot of controversy wakati huo, kwamba hata wengi wakati Yesu alipozaliwa wakamuona, hata wakati mwingine walikuwa wanasema kitu kizuri akiwezi toka kule Yerusalemu, kuna kitu kizuri, and that's why you realize kwamba katika ule mji wa Yerusalemu mahali Yesu alipozaliwa, in most cases hakuweza hata kuperform a lot of miracles because is like they just rejected Jesus. Hawakumwamini. And even today watu wengi wanakosa miujiza yao kwa sababu ya kutoamini Yesu. Unajua, nobody can perform a miracle, nobody can perform good if you don't believe or trust in him or in her. Hata katika familia, kama mama aamini mzee wake ako na uwezo fulani wa kufanya jambo fulani, utakuja kuona kama hiyo familia haina breakthrough nyingi, kwa sababu there is no that trust, there is no that faith in whatever one of you is doing. Na ndio naona kwamba katika Uyahudi mahali Yesu alipozaliwa, mambo mengi ya kutendeka, mambo yaliyo mazuri, kwa sababu mara wanasema hii kale ni katoto kabikira Maria na yule kabenta, you see, yani walimudunisha. Na hata katika inji unapoona mtu yote anapodunishwa, mwanadamu hawezi fanya mambo makubwa kwa wale watu ambao wanamdunisha, kwa sababu unajua kwamba tunapoangalia katika Genesis, hata katika uumbaji, nakumbuka maandiko yanatuambia kwamba God created human in his own image and likeness. Sasa unapoangalia katika njia hiyo, kumaanisha tabia ya kiungu iko katika maisha ya kibinadamu. Na ndio naona kwamba wakati hata kama ni mtoto anapoenda kusema mambo mazuri kwa baba yake, anaposema dadi, nakupenda dadi, we ni mzuri na nini, hata unaona baba anasikia vizuri, anafurahia, anasikia kumbe huyu mtoto ananiheshimu. Hata mzazi akikuita hivi, anaita mtoto, anakimbia, anafanya hivi na hivi, mambo yanakuwa ni vizuri. Vivyo hivyo baba yetu aliye mbinguni, vivyo hivyo Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, vivyo hivyo Roho wa Mungu. Na ndio maana hata katika sehemu nyingine katika maandiko inasema kwamba unapokufuru Roho wa Mungu, basi unakuja kuona kwamba the Holy Spirit can never do good upon your life, kwa sababu unamkejeli, unamkufuru, unakuta kwamba hakuna mambo mazuri Roho wa Mungu anaweza kutenda ndani yako. Na ndio maana nataka kuambia Wakristo wale wote wanakiri kwamba Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai, ni baba yetu, ni Mungu wetu, basi lazima tuwe na nidhamu, tuweze kupenda Kristo, tujue kwamba Yesu alizaliwa, na lazima tusherekee ushindi na kuzaliwa kwa Bwana, kwa sababu alipozaliwa alikuja ili tuweze kupokea. Na ndio maana neno la Mungu linasema kwamba ni jinsi gani Mungu aliupenda ulimwengu, na ndio maana akamtoa mwana wake wa kipekee, ili kwamba yeyote atakayemwamini asije kupotea. Kuna wale hawaamini kwamba Kristo alizaliwa. Kuna wale hawaamini kwamba Yesu anaweza. Kuna wale hawaamini kwamba Yesu anaokoa. Basi kama uko katika nafasi hiyo na bado unasema we ni Mkristo, hakika hauko katika barabara ambayo ni ya kwenda mbinguni. Aidha uko katika barabara ya kupotea, ama hauchajua asili iliyo katika uwezo wa kuzaliwa kwa mwana. Na ndio naona kwamba hata katika tamaduni za wanadamu, mtoto anapozaliwa unaona furaha kubwa sana, maana wanajua
kuna mwokozi, kuna mshindi. Imagine wazazi wanafurahi maana mtoto anapozaliwa. Sasa wanajua kwamba huyu mtoto ambaye amezaliwa, basi kutoka hapa tutakuja kupata ushindi. Hata wakati nitakuwa mzee, huyu mtoto atafanya nini? Atakuja kunisaidia. Wakati nitaseeka, nitakapokuwa mgonjwa, huyu mtoto atanisaidia. Na ndio unaona watu wengi wanasherehekea. Na hakika mtoto anapozaliwa katika familia yoyote, huyo mtoto si wa familia hiyo, huyo mtoto ni ya watu wote. Na ndio maana Yesu ni wetu wote ambao tunaamini Kristo alizaliwa, Kristo ni Mwokozi. Na ndio maana unapoangalia katika andiko ichapo tutaendelea baadaye sana, nataka tuangalie katika kitabu cha Isaya mlango mstari wa 9 kuanzia mstari wa 6. Neno la Mungu linasema jambo moja hapa, na ndio nataka wapendwa waweze kuangalia kwa nini huyu Yesu tunamsherehekea na tunafurahi. Katika Isaya 9 mstari wa 6 mpaka wa 7, neno la Mungu tusome wa 6 kwanza tuone vile neno la Bwana linasema. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwana mume, nao utawala utakuwa mapegani mwake, naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunaangalia hapa neno la Mungu linatuambia vizuri kwamba kwa maana kwa ajili yetu. Kwa hivyo Yesu hakusaliwa kwa sababu ya mtu tu ovyo ovyo. Hakusaliwa kwa sababu ya wanaopotea. Yesu hakusaliwa kwa sababu ya wale watu ambaye hawamjui. Yesu alisaliwa kwa sababu ya wale watu ambaye wanamjua, wale mimi na wewe, ili tuweze kumpokea huyu Yesu. Na ndio maana neno la Bwana linasema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Mtoto ni mgani? Huyu Yesu. Na kama Yesu alisaliwa, basi kuna siku aliyosaliwa. Na sisi wa Kristo ndio hii siku ambaye ni leo tarehe 25 tunafanya ukumbusho. Yesu hajazaliwa leo. Sasa ni kama mimi sichazaliwa leo, niko na ile siku ninasherehekea kwamba ni siku niliyosaliwa. Yesu alisaliwa zamani, miaka sasa zaidi ya 2000 iliyopita. Na sasa kwa sababu alisaliwa, akaja kwa ajili yangu pamoja na wewe ambaye ni Mkristo, ambaye ameokoka, anayemkiri. Unajua wakati mwingine ukiwa hujaokoka unaweza kuwa ni Mkristo, lakini ukiwa hujaokoka basi sasa wewe hauko katika kwa wale ambaye wanampokea Yesu. Ichapo alikuja kwa sababu ya kile kilichopotea, ili akuokoe wewe, akulete katika utakatifu, akulete katika njia, maana ulikuwa umepotea. Bwana asifiwe. Na maandiko inaendelea hapa kusema tumepewa huyo mtoto. Basi ukipewa mtoto lazima umpokee, lazima uone vile huyu mtoto atakula, vile atalishwa, vile atafaa. Na nani wewe utamfalisha? Makosa ni kwamba badala huyu Yesu ambaye tumempokea umufalishe, umunyweshe, akue ndani, aendelee kukua, basi wengine wana mtoto huyu. Kama siku ya leo tutakutana na walevi wengi. na imagine mtoto amezaliwa umulishe pombe. Mtoto amezaliwa uanze kumulisha mambo ya usherati, umulishe vitu. Unajua, ichapokuwa kuna baadhi ya watu ambaye hawawezi kuelewa hii siku, kusema kweli, ni siku ya kusherekea kuzaliwa kwa Mwokozi katika maisha ya mwanadamu, ndani ya moyo. Unajaribu kuangalia kwa nini Yesu aje. Kitu ya kwanza, Yesu ndio alizaliwa, but lazima uwase ndani yako, kwa nini huyu Yesu, kwa nini Mungu alikubali Yesu aje, asaliwe katika ulimwengu huu, alelewe katika ulimwengu, akuwe pamoja nasi. Ni kwa sababu ya dhambi. Na kama dhambi ilionekana katika ulimwengu, ndio Mungu akamruhusu mwanake akuje, akaingia katika
tumbo la Maria kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa akalelewa na Bikira pamoja na Maria pamoja na Yusufu, ili aweze kubadilisha mienendo. Unajua mtoto mdogo, watu wengi wanapojaribu kuangalia ni kwamba tabia za mtoto sinakuwa molded na mzazi. Na ndio unaona watu wengi katika zile jamii ambao unakuta wanaiba, mara wanaiba ng'ombe, mara ni wachawi, mara ni wezi wa kawaida. Tabia nyingi unakuta watoto wanakopi tabia nyingi, ichapo sio sote. Kuna zile wanakopi from peers, wale watu walika zao. Kuna zingine wanakopi kutoka kwa ulimwengu, na kuna zingine ni genetic. Unajua hizi vitu watu wanatacha wanaita rana, they go to the fourth generation. Kwa hivyo kuna zingine zinaweza kuwa zilitoka kwa babu, zingine kwa ancestors wale walitangulia, na zinakuja ku affect. Lakini mzazi anapokatanisha hizo vitu zote, alafu aweze kukuza huyu mtoto, ndio maana Yesu akaja akalelewa katika njia nzuri. Huyu mtoto alianza kukua, na tuliona akikuwa katika hekima, ili atuonyeshe kwamba alizaliwa kama sisi, akalelewa kama sisi. Kwa hivyo we can practice holiness. Watu wengi wanasema kwamba there is no one, ndio maandiko yameandikwa, there is no one holy. If we call ourselves holy, ni kwamba tunamfanya Mungu kwamba yeye ni mdanganyifu. But we can practice holiness. Jesus practice holiness akiwa hapa. Na kama unaitanishwa na Yesu, you can practice holiness. And when we practice holiness, that is how God feels happy. Anafurahi kwa sababu ukitolewa katika dhambi, umeokoka, umekiri wokovu wa Kristo Yesu, then you start now practicing holiness. Kwanza kuishi katika mienendo ya Yesu. Yesu alikuwa mahali popote alikuwa anatembea, alikuwa anatenda mema. Na sasa katika kule chini neno la Bwana likasema, mwanaume nao utawala utakuwa mapegani mwake. Utawala. Kwa hivyo tunapompokea Yesu, naye pia tunatawala pamoja naye, kwa sababu sisi tunaitanishwa na Yesu. Ndio mara nyingi wakati napofanya mahubiri huwa naambia watu kwamba ukizaliwa katika nyumba ya kifalme, basi na wewe unakuwa ni mwana wa mfalme, unakuwa kama mfalme kabisa. Ndio. Angalia katika nchi yetu ya Kenya, ukiangalia katika falme watangulizi wetu, our presidents, the former presidents, even the current president, watoto wao wanapewa ile kingly protection. Wanapewa ile kingly protection. Unakuta kama ni mtoto, hata akienda wapi, hata kama anaenda sokoni, akienda kucheza mahali fulani, bado wako na that kingly protection. Why? Kwa sababu huyu mtoto ni mtoto wa mfalme. Vivyo hivyo hata wale waliotutangulia, ukienda katika our founding father, the late president, ichapo sasa pia kiongozi wetu wako anatoka katika familia hiyo, ukuje katika the second president, hivyo the third, unaona kwamba yule mtoto wa mfalme anapokea the protection ya kifalme. Hivyo wewe mpendwa mtazamaji na msikilizaji asubuhi ya leo, ni kwamba unapokubali kuitanishwa na Kristo, you get that kingly protection, because Jesus is the King of Kings. Amen. Na kule chini inasema kwamba mshauri wa ajabu. Kuna watu wanakosa ushauri, lakini huyu mwana tunamsherehekea siku ya leo ni mshauri mkuu. Utapata ushauri. And that's why Jesus came to bring counsel kwa wale watu ambaye hawana counsel, ama wanahitaji, wako na shida. Kuna jambo lingine pale anasema kwamba ni mshauri mkuu. Jina lingine hapo ni kwamba ni mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani, the Prince of Peace. And that's God that we are celebrating this morning, kuzaliwa kwake.
Amen. Amen. Kwa hiyo hatua ambayo tumesonga hadi sasa, nadhani kwamba unaendelea kushikashika moja mbili na tunaendelea kusoma kwa njia ya taratibu, ambapo kwa kweli hata sasa kama unajua pastor, leo nimeamuka nikahisi kibaridi kingine. Ilikuwa inakukaribisha. Ilikuwa inanikaribisha hapa. Kukaribisha sherehe na shamra ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa sijui, unajua pastor, unajua tukiwa watoto kuna kitu ambacho tulikuwa tunakataa. Hii mvua kunyesha. Si Mungu ndio akubali watoto wasinyeshe. Unajua kuna mambo okay. Nakumbuka hata mimi wakati nilipokuwa kijana, siku ya sikukuu hatukuwa tunapendelea mvua. Badala kuruka kwa vumbi, turuke kwa jambo fulani. Lakini naye Mungu ukijaribu kuangalia mambo ya kiungu ni tofauti sana. Yeah, sure. Kwa sababu kuna mtu mahali fulani anataka hiyo mvua. Mimi sipendi kwa wakati unataka nisherekee, kwa sababu hata masaa zingine labda mahali nataka kwenda kufanya ushirika na wapendwa, labda nataka nitembee na gari na hapo mahali kwingine akupitiki. Lakini ukijaribu kuangalia kuna mwingine pia anataka. Kwa hivyo hatuwezi toa Mungu lawama tuseme kwamba ni vibaya. Mambo mengine tunaachia Mungu, ichapo tutaomba tukitaka kwamba Bwana ajirie mvua. Amen. Alright, thank you so much kwa wale wote ambao mnaendelea kutujoin katika asubuhi ya leo, zikiwa zimekatia dakika 4 baada ya saa 2 asubuhi. Tumebakisha dakika chache ili kama tuweze kuzungumzia masuala mawili matatu. Baada ya wimbo, pastor atarejea hapa ili aweze kusummarize, na najua kwamba itakuwa ni baraka kabisa kwetu sisi wote. Endelea kutazamia hapa kwenye Kisi Hot TV, station nambari 1 kwa masuala ya online. Kwa hivyo tupate wimbo huu, Yonzali Zambe.
Alright, wimbo mzuri kabisa, wimbo nakwambia kwamba that is African Melody Band. Na first unajua hii band ni hapa Kisii, band mzuri kabisa. Yaani kama zile tu za Nairobi, unasikia tu msichana anashika kabisa hiyo lyrics kabisa. Na anaimba kweli kweli hadi mtu anashanga gaya. Huyu ni mwenyewe. Tunashukuru. Ni nyimbo safi sana. Na ningeweza kuwasii ijabo sio ujumbe wangu asubuhi ya leo, lakini kwa mchungaji ninaomba kwamba wapendwa mahali popote walipo, hasa tuweze kuwa na wahisani wengi, tuweze kuangalia hata katika kaunti yetu ya Kisii kama kunaweza kuwa na ile idara ambayo inahusu mambo ya damatuni, sports na mambo mengine, iweze kukusa wasanii. Tuko na wasanii wengi na wako na vibaji vingi ambao wangehitaji kuweza kukuzwa. Unajua watu wengi hasa katika kaunti yetu ya Kisii ni kwamba tuko na watu walio na vipaji, wako na vipawa vingi, lakini unakuja kuona kwamba mapato yao yako chini. Yanahitaji watu waweze kujitolea. Tunapokuza talanta, tunapokuza vipaji, ni kwamba inatufanya jamii, inafanya inji inaendelea kunawili. Na hata katika kaunti yetu ninaomba governor wetu na hata wale governors wale wengine watakaoingia, the minister for sports na culture na mambo mengine kama hayo, waweze ku-identify vibachi kama hizi ili waweze kuingiza mkono na usaidizi wao ili tuweze kukuza vipaji hizi, maana nyingi zinaenda zikivivia kwa sababu sipati kuwekwa vile inavyohitajika. Bwana atusaidie tu ili tuweze kuwasaidia. Tunapowasaidia basi nina hakika hata Mungu mahali alipo atafurahi, kwa sababu ataona ameweka vipaji hapa na waimbaji unaweza kubariki watu wengi kabisa. Pastor, karibu ili tuweze kumalizia kwa sababu time inatuacha. Kabisa. Nashukuru Mungu kwa sababu tunaendelea vizuri. Basi ninataka tuingie katika neno ili niweze kuzungumuza, niweze kubariki wapendwa na tuweze kukamilisha, na itakuwa ni vizuri sana. Basi nataka tuweze kusoma neno, alafu baadaye niweze kuleta mahubiri ya dakika chache, na naamini Bwana anaenda kutubariki na anaenda kutusaidia sana. Nataka tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Mathayo mlango wa kwanza mstari wa 22 na 23, alafu tutaruka kule Luka 2, tutasoma kuanzia 4:7, alafu turuke 8:12, na naamini Bwana anaenda kutusaidia.
Neno la Mungu katika Mathayo mlango wa kwanza 22 mpaka 23, neno la Bwana linasema hivi: haya yote yametukia ili kutimia lile neno alilokuwa amenena kupitia nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atamzaa mwana, nao watamuita jina lake Imanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Katika Mathayo 2 Luka 2, neno la Mungu naye linasema hivi, maana nataka sasa niweze kuzungumzia na Bwana anaenda kutusaidia. Luka 2 mstari ule wa 4-7, neno la Mungu linasema hivi: hivyo Yusufu akapanda kutoka mji wa Nazareti ulioko Galilaya kwenda Uyahudi mpaka Bethlehemu mji wa Daudi, kwa sababu yeye alikuwa wa ukoo wa nyumba ya Daudi. Alikwenda huko kujiandikisha pamoja na Maria ambaye alikuwa amemposa, naye alikuwa mjamzito. Wakiwa Bethlehemu, wakati wa Maria wa kujifungua ukawa umetimia, naye akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamfunika nguo za kitoto na kumulaza katika holi la kulia ng'ombe, kwa sababu hapakuwa na nafasi katika nyumba ya wageni. Twende ule mstari wa 8 mpaka 12. Inasema hivi: katika eneo ile walikuwako wachungaji waliokuwa wakikaa mashambani wakilinda makundi yao ya kondoo usiku. Ghafula tazama, malaika wa Bwana akawatokea, na utukufu wa Bwana ukang'alia kote kote. Wakaingia na hofu, lakini malaika akawaambia, msiogope, kwa maana tazama, nawaletea habari njema za furaha itokayo kwa watu wote. Leo katika mji wa Daudi kwa ajili yenu amezaliwa Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Hii ndiyo itakayokuwa ishara kwenu: mtamkuta mtoto mchanga amefunikwa nguo za kitoto na kulazwa katika holi la kulia ng'ombe. Bwana asifiwe. Ghafula pakawa na jeshi kubwa mbinguni pamoja na huyo malaika, wakimsifu Mungu wakisema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe imani kwa watu aliowaridhia. Hao malaika walipokwisha kuondoka na kwenda zao mbinguni, wale wachungaji wakasemezana wao kwa wao wakisema, twendeni Bethlehemu tukaone mambo haya ya ajabu aliyotukia, ambayo Bwana ametuambia habari zake. Hivyo wakaenda haraka Bethlehemu, wakamkuta Maria na Yusufu na yule mtoto mchanga akiwa amelala katika holi la kulia ng'ombe. Walipomuona yule mtoto, wakawaeleza yale yaliyokuwa yameambiwa kuhusu huyo mtoto. Nao wote waliosikia habari hizo wakastaajabu yale yaliyoambiwa na wale wachungaji wa kondoo. Lakini Maria akayaweka mambo hayo yote moyoni kwake na kuyatafakari. Wale wachungaji wakarudi huku wakimtukuza Mungu na kumsifu Bwana kwa ajili ya mambo yote waliokuwa wameambiwa na kuyaona. Hata zilipotimia siku 4, ulikuwa ndio wakati wa kumdhahiri mtoto, akaitwa Yesu, jina alilokuwa amepewa na malaika kabla hajatungwa mimba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, mpendwa mtazamaji, kumbuka kwamba hii ni siku ambayo iliweza kutabiriwa na nabii Isaia, na akasema kwamba kutakuja kuzaliwa mwana,
Kutazaliwa huyu mwana, naye huyu mwana atakuja kuitwa mkombozi. Katika mapega yake kutakuwa ni utawala, na katika maisha yake yeye atakuwa ni mshauri mkuu, na huyu atakuwa ni mfalme wa amani ambaye atazaliwa. Na katika maandiko ambayo tumesoma, tumeona jinsi bikira alipopokea mimba kutoka kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na baadaye basi akacha mtoto akazaliwa. Tumeona katika mahali alizaliwa, it was an humble beginning. Mahali Maria na Yusufu walitembea katika mahali kote kutafuta mahali anaweza kuzaliwa. Tukakuwa kuna mahali watu walikuwa wamejaa, kwa sababu ilikuwa ni wakati wa kuandikishwa. Unakumbuka wakati watu wanapojiandikisha, unaona unafika mahali laini zinakuwa ni nyingi. Wakati Yusufu na Maria walipoenda, kwa sababu nao walikuwa wameenda wajiandikishe kule Yerusalemu, basi kukakosa kila mahali, lakini mahali kulipopatikana ni mahali pa kulia ng'ombe, goli la ng'ombe. Hapo ndio kulikuwa na nafasi. Kwa sababu gani? Kule hakukuwa na mahali, hakukuwa kunahitajika, hakukuwa na sababu ya watu kwenda kwa ng'ombe, maana ng'ombe ni sehemu yao. Lakini huyu mtoto Maria na Yusufu wakakosa mahali kabisa, kwa sababu na hata wakati mwingi, hata siku ya leo, watu wengi wamefunga milango, wamechaza mambo mengi, wamechaza takataka, wamechaza masengenyo, wamechaza vitina, wamechaza mambo mengi, kiasi ya kwamba Yesu anakosa nafasi ya kusaliwa katika mioyo yao. Ndio maana hata unapoangalia wakati Maria na Yusufu walipoenda mahali, hata watu hawakuweza kumwatambua, watu hawakuweza kujua huyu ni mfalme, amebeba mfalme. Maria alikuwa amembeba mfalme, Yusufu alikuwa amembeba mfalme. Nafasi iliweza kukosa mahali pale, naye akaweza kupata mahali pa chini sana, mahali hapakuwa panaheshimika, maana kule kuna uchafu wa ng'ombe. Ng'ombe ameweza kulala mahali pale. Hapo ndio unajua mambo ya ng'ombe, mnaelewa. Na hata wakati msimu wa mvua kunapokuwa, mahali ng'ombe anapolala kama pachaandaliwa vizuri, basi kunakuwa ni mahali palio na uchafu mwingi. Lakini hapa ndio Yesu amepata nafasi, hapa ndio Yesu amepata mahali pa kusaliwa, na akaweza kusaliwa mahali. Basi mpendwa mtazamaji wangu, ninataka kukuhakikishia kwamba ni vizuri uweze kupata nafasi siku kama ya leo, upata nafasi, Yesu aweze kusaliwa ndani yako. Yesu asikose nafasi, Yesu asikuje kupata mahali anapatikana kusaliwa umechaza ulevi, mahali anatakana kusaliwa umechaza usherati, mahali anatakana kusaliwa umechaza ugomvi, mahali anataka kusaliwa umechaza vitina. Akose mahali pa kusaliwa. Anapokosa basi ataenda kusaliwa katika goli la ng'ombe, kama vile kule Betlehemu. Na unakumbuka katika Uyahudi, wale Wayahudi hawakuweza kumpokea vizuri, maana hata mahali alipozaliwa waliona ni mahali pachafu, ni mahali pa chini. Hawakumtambua, hawakujua ni mfalme, hawakujua dhamana yake, hawakujua upendo wake, hawakujua kilichokuwa ndani yake. Mpendwa mtazamaji wangu, asubuhi ya leo ni vizuri uweze kujua Yesu anaposaliwa ndani ya maisha yako, unabadilika, unakuwa kiumbe kipya. Na ndio maana siku hii ni siku ya muhimu sana katika kalenda ya Mkristo. Wewe ukiwa Mkristo, jua siku hii ni ya thamani kubwa sana maishani mwako. It is the time you need to think. It is the time unajirejelea. Ni wakati unatakikana kujirejelea na kujua hakika mimi niko katika sehemu gani. Yesu atakaponyakua kanisa, mimi nitakuwa wapi? Nimezaliwa mara ya pili, ama mimi ni yule ambaye haleti amani? Yesu ni mfalme wa amani. Ni yule ambaye anafanya mahali watu wanatakikana kuwa na amani, watu hawana amani. Katika kijiji chenu, wewe ndio umekosesha watu amani kwa sababu ya wizi, kwa sababu ya usherati. Wewe ndiye unafanya defilement. Wewe ndiye mwizi wa kuku, miwa, ndizi.
mpaka watu wameanza kuweka ma CCTV kwao kwa sababu umewakosesha amani. Wewe ndio unajitanga hatari, unakimbiza watu na mapanga, marungu, eti wewe ndio unajiita unajua kupigana mangumi, wrestling, boxing na mambo kama hayo. Lakini huyu Yesu ambaye amesaliwa, tunafanya ukumbusho, kukumbuka yale yaliyotendeka miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Let us have that humble beginning. Your status isikufanye Yesu asisaliwe katika maisha yako. Najua kuna watu wameinuliwa, ukainuliwa kutoka kiwango. Kabla hujainuliwa ulikuwa unaenda kanisani. Kabla hujainuliwa ulikuwa unajua siku ya Krismasi ni wakati wa kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kabla hujainuliwa ulikuwa unasalimia watu katika upendo. Bwana amekuinua, amekupea gari. Sasa unarushia watu matope. Unainua vio mpaka juu, huwezi salimia watu. Uende kanisani kwa sababu kanisa lile ulikuwa unashiriki alijajengwa katika ile dhamani ya juu, sio ghorofa. Ni kanisa limejengwa katika njia ya mabati ama katika udongo, lakini sasa status zako asikuruhusu ingie mahali pale. Ndio umetembelea kule nyumbani kusalimia wazazi, kusalimia wapendwa, na kanisa la kwenu kule nyumbani alijajengwa katika nyumba ya mawe, alijajengwa katika pulpit yake sio ile kubwa, hawana runinga, alileti mahubiri katika runinga. Sasa unasema kwamba mimi kwa sababu nimeinuliwa sana, mimi ni mkubwa, mimi ni CS, mimi ni governor, mimi ni polisi, mimi ni mjumbe, mimi ni MCA, mimi ni mwalimu mkuu katika shule ya kitaifa. Sasa sitaweza kuingiana kule. Yesu wakati aliposaliwa alikuwa ni mfalme. Yesu aliposaliwa alikuwa ni Mungu. Yesu aliposaliwa alikuwa yeye ni mkuu, lakini hakuweza, Mungu hakuzuia kusema huyu mwana wangu mfalme asisaliwe katika gori la ng'ombe. Bwana aliruhusu, akajua let us begin from this humble beginning. Ndio wanadamu wamefunga, wamejaa, they have not recognized that this is a king. Hawaku recognize hiyo, wakaweza kuzuia kila mahali. Yusufu na Maria wakakosa mahali, lakini mfalme alizaliwa. Mpendwa, nataka kukuhakikishia asubuhi ya leo, utakaporuhusu Yesu asaliwe ndani yako, utakaporuhusu Yesu aweze kusaliwa ndani yako. Nikodema akauliza mimi nitaweza aje kusaliwa? Na mimi nimekuwa mzee, mimi nimekuwa mtu mzima, nitaweza aje kuingia? Mpendwa, nataka kukuhakikishia kwamba ni vizuri utambue kwamba hata Nikodema aliuliza hilo swali unauliza asubuhi ya leo. Nitasaliwa aje na mimi nimekuwa mtu mzima? Ruhusu huyu Yesu tunamsherekea siku ya leo, kusaliwa siku ya leo, aweze kusaliwa ndani yako. Ujue kwamba siku hii ni siku ambaye you need to meditate upon your life. Where are you coming from? Umetoka wapi? Kuna watu wengine hata watoto walizaliwa wakapata hata wazazi wao walikuwa wamekufa. Bwana akawatetea, Bwana akawainua, wamekuwa watu wakubwa. Hata wengine wameandikwa wamekuwa ni masio katika makampuni kubwa kubwa katika nchi yetu ya Kenya, hata katika ulimwengu. But today, because they have been made CEOs, wamekuwa hawawezi kutoshea katika makanisa, hawawezi toshea siku ya Krismasi, hawawezi toshea kusema Kristo ni Bwana. Bwana tusaidie, Bwana atuwezeshe, kwa sababu utakapokataa hilo lote, basi hawezi kujua kwa nini Kristo alizaliwa na kwa nini tunasherekea ukumbusho, kwa nini tunasherekea siku hii ya Krismasi. Krismasi sio mandazi, Krismasi sio pombe,
Krismasi sio mapochopocho. Krismasi sio nguo mzuri. Krismasi sio gari. Watu wengine wanasema leo ni Krismasi, mimi sichapata gift ya gari. Wanadada wengi sasa katika tauni kubwa kubwa, nina hakika wanaambia wapendo wao, I need a Christmas gift. Nataka gari Prado V8. Wengine nasema nataka simu kubwa Oppo, ama zingine zile kubwa majina. Unajua kuna simu zimekuja hata zingine hata mimi sijajua majina yao. Ni simu kubwa kubwa. Kimpelekea mulika mwisi anaweza kukupiga naye. Kwa sababu sasa leo ni yani anakuambia, do you know today? Do you know which day is this? Anakuambia I need a Christmas gift. But what gift are you giving to God today? What is the gift that you are going to give today to our Lord Jesus Christ? The gift that you can present to our Lord. The best gift that you can give to our Lord Jesus. It is the gift of salvation. If you have not confessed the salvation, the best gift today ndio usherekee kuzaliwa kwa Kristo Yesu in design. It is the gift of salvation. In fact, those who are going to receive salvation today, they are going to give the best gift. And they are going to celebrate this Christmas in design. Na wale ambao watajirejelea siku ya leo, wajue katika mwaka huu ambao wa 2021, maandiko yanasema siku katika sehemu moja katika Biblia kwamba watu wangu watakaponyenyekea, watubu dhambi zao, wajirejelee, hakika Bwana mimi nitashuka kutoka mbingu na nitaponya mji wao. Siku ya leo, because it is a day that we commemorate the birth of Jesus Christ. Yes, he was born more than 2,000 years ago. But today, we are commemorating the birth of Jesus Christ. Whenever we commemorate, good new things come. Whenever we commemorate, good things come. And today, we are commemorating. You are there? You want to say that today, I want to give a best gift to our Lord Jesus. It is the day that you need to give your life to Jesus. Hiyo ndio utaweza kusherekea ukuzaliwa kwa Kristo Yesu in design. Taka nimalizie mahali pale katika kitabu katika ule mstari wa 46 na 7 katika kitabu cha Luka 1 mstari wa 46 na 7 inasema hivi. Inasema kwamba naye Maria akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu inafurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameniangalia kwa fadhili unyonge wa mtumishi wake. Hakika tangu sasa vizazi vyote vitaniita mbarikiwa. Hata wewe mpendwa utaitwa mbarikiwa kama you will give the best gift to our Lord Jesus Christ today. And the best gift is upate nafasi uwe katika ushirika, upate nafasi umwabudu Bwana, upate nafasi you say glory unto God, na upate nafasi ya kujirejelea. Wangalie mwaka ndio tumeanza, sio kwa nguvu zako. It is through God that you started this year. Unaweza kuwa ulianza mwaka na changamoto, lakini unamaliza mwaka ukiwa na furaha. Inaweza kwamba ulianza mwaka kwa furaha, lakini unaumaliza katika changamoto. Kwa nini changamoto? Na Bwana yuko.
we need to have time to say thank you. To say thank you. God is real, and God is here, and God is listening. It is you to say, hakika nimepitia mengi. Watu wengi wanaomba na wanasema hata huyu Mungu sijui kama yupo, maana nimemuomba mara nyingi na sijaona nikibarikiwa. How do you pray? What is your relationship with God? Do you have a good relationship? You don't have a good relationship? You can begin today. Do you have a good reputation to God? You can begin today. And I believe our God is a God of second chance. So you are there na unataka kusema mimi niko hapa mchungaji na nataka kumpokea Kristo, na nitakuongoza katika ombi la toba, na hakika siku ya leo utasherehekea Kristo katika njia nzuri. Kama uko mahali pale na unataka kukiri Kristo ili upe Yesu sadaka ya Krismasi, sadaka iliyo nzuri, sadaka ya upendo na sadaka ya ushindi, sema maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimekumbuka leo kwamba Kristo ulizaliwa, ukashinda, ukalelewa na ukaendelea kukua, na ulikuja kwa sababu yangu mimi mwenye dhambi. Sadaka yangu leo nakupea ni moyo wangu, utakaze, uoshe, uwe safi. Nimeacha dhambi na nimekupokea Kristo. Kuanzia siku ya leo mimi si mwenye dhambi. Nimekiri wokovu na nimekukubali Kristo. Katika jina la Yesu ninaokoka nikiamini. Amen. Kama umesema ombi hilo, nataka nikuombee. Baba Mungu, nakushukuru kwa sababu ya huyo dada, huyo ndugu, huyo mzee, huyo kijana ambaye ameweza kuomba ombi hili nyuma yangu. Kwa Bwana umsaidie. Ameacha dhambi, amekiri wokovu. Anzisha maisha mapya ndani yake ili apate kuona ushindi. Siku hii ambayo ni siku ya Krismasi, tunapokumbuka kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu Kristo, wacha azaliwe ndani yake na anze maisha mapya katika jina la Yesu. Wacha furahie wokovu huo ambao ameukili, na Jehova uweze kumpa ushindi, apate kuona ukiweza kuonekana katika maisha yake. Ninamsingira na kutoa moto wa mtakatifu na damu ya mwana Yesu Kristo na ushindi wa Bwana. Kuanzia siku ya leo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamekwisha, ameanza maisha mapya. Na nena baraka juu ya maisha yake na ulinzi juu ya maisha yake, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa imani tumeomba, amen. Basi ninajua kwamba Bwana anakupenda na yeye ataendelea kukudumisha, ataendelea kukuinua na atakuelekeza katika njia nzuri. Kwa hivyo usiulize kwa nini tunasherekea siku hii. Jua kwamba Kristo Yesu alizaliwa na Wakristo walianzisha ushirika huu wa ukumbusho wa Kristo Yesu, na kaonelea ni vizuri iwe tarehe 25 na ulimwenguni kote wa Kristo mahali walipo wanasherekea kuzaliwa kwa Kristo Mwokozi ambaye alikuja kwa ajili ya Mkristo popote alipo ulimwenguni, katika jina la Yesu. Amen. We thank God and we know God is real and is giving us this grace. Basi wale watazamaji mahali walipo, ninataka kusema kwamba hakika Kristo anatupenda. Amen. Ninaona watazamaji, kuna wale wanatazama. Bwana hakika ni mwema na anatupenda. Yes, tunaposikiza wimbo huo
nisizame su. Ni wengi ambao wanataka kusikiza wimbo huo ili uwatie nguvu. Nisizame uniokoe. Nisizame uniokoe. Nisizame, nisizame Yesu uniokoe. Nisizame Yesu uniokoe. Nisizame uniokoe. Nisizame uniokoe. Hospitali zote nimemaliza, kupona sijapona, magonjwa yananiandama. Madaktari wote nimemaliza, na sijapona. Njoo unisaidie, nisizame Yesu uniokoe. Nisizame Yesu uniokoe. Nisizame uniokoe. Nisizame uniokoe. Music. Tuti Nyasaye umbwate, tuti Nyasaye umbwate, tuti umbwate, tuti umbwate, tuti Nyasaye umbwate. Totiga Nyasaye umwate, totiga umwate, totiga umwate. Nisizame Yesu uniokoe. Nisizame Yesu uniokoe. Nisizame uniokoe. Nisizame uniokoe. Nisizame Yesu uniokoe. Nisizame Yesu uniokoe. Nisizame uniokoe. Nisizame uniokoe. Nisizame Yesu uniokoe. Nisizame Yesu uniokoe. Nisizame uniokoe. Nisizame uniokoe. Nisizame Yesu uniokoe. Nisizame Yesu uniokoe. Nisizame uniokoe. Nisizame uniokoe. Nisizame Yesu uniokoe. Nisizame Yesu uniokoe. Nisizame uniokoe. Nisizame uniokoe. I tell you, Pastor, nasikia wimbo huo. Wimbo umenipamba kabisa hakika, kwa sababu kabisa tunaambia Bwana
Wakristo wote mahali popote walipo, Bwana asiruhusu mtu yote azame kabisa, bali aweze kumwokoa. Pastor, tunashukuru sana leo umekuja. At least watu wameona kwamba haitakuwa simu sana, lazima wakati mwingine pia tuseme kwamba hii siku ya Yesu sacrifice kidogo tufike at least. Kabisa. Nashukuru mashabiki wa KCOT TV mahali popote mlipo. Hakika isingekuwa ni nyinyi basi hata sisi hatungeweza kuwa hapo, kwa sababu tunapowahudumia na nyinyi mnao kuwa mahali pale, basi tunasikia tukiwa tumejengeka na tunasikia ikiwa vizuri sana. Na pia naweza nashukuru pia management ya KCOT TV kwa sababu pia ya kunipa nafasi hii, maana wasingenipea nafasi kama hii basi nami singeweza kufikia watazamaji wapendwa wa KCOT TV mahali popote walipo, maana it is imesonga kabisa mpaka ikafuka mipaka mpaka kule nje. Kuna wapendwa wanatazama, huwa ninaona kutoka nchi za ng'ambo kama vile Qatar na sehemu zingine, ninaona kwamba KCOT TV imeweza kufika. Kwa hivyo ninafurahi sana moyoni mwangu, na hasa siku hii speciali ambaye ni siku ya KRISMASI, na nimefurahi sana kabisa. In fact, ukiingia ndani ya moyo wangu uko na furaha kabisa, kwa sababu this is one of what I really ninatamani sana. You know, when there is a calling, unapopata nafasi kama hii ya kuweza kuzungumzia wapendwa mahali popote walipo, you feel very, very, very happy. Kabisa. And feel so much encouraged. Yes. Naam. Sasa unajua hii Krismasi kuna watu wanakungoja bado waone utanisalimia. Basi nataka kushukuru kwanza, nataka kuwasalimia wapendwa wafuatao. Kwanza nataka kumsalimia mke wangu, maana yeye ndiye aliweza kuniandaa asubuhi mapema, Caroline Motaroki, akiwa maeneo ya Kisii. Hatukuweza kucha naye, ichapo aliniandaa na akaniambia, mchungaji, jiandae haraka ili uweze kwenda kuhudumia watu mahali popote walipo, na pia uweze kuwapea neno la Mungu. Basi namsalimu na watoto wapendwa Mary Ivy, Ivani Nyabende pamoja na Ruth Consolata. Hao ni watoto ambao Bwana ametubarikia katika ndoa, maana mimi ni mume wa mke mmoja na tumebarikiwa na watoto watatu. Pia nataka kutuma salamu saheri njema na sikukuu kwa baba yangu mpendwa Patrick Nyabende kutoka kule sehemu ya Boochi, pamoja na mama mpendwa Malta Nyabonyi, mama mdogo Choice, pamoja mandugu na dada in-laws ni wengi, nikiwataja nitaweza kuzungumza kwa muda mrefu. Aunts mahali popote walipo, pamoja na wapendwa, bila kumsahau askofu wangu, askofu wa jimbo la Nyanza North, Joseph Misuko, pamoja na askofu wa jimbo la Kisii, askofu Oyaro, na washirika wote wa Full Gospel Churches of Kenya mahali ninapohudumu katika Gesonso Roko Church Assembly, pamoja na matawi yetu yote kule Nairobi mahali huwa na hudumu askofu mkuu Isaac Karioki wa jimbo la Nairobi, pamoja na Nairobi Roko Church Assembly, pamoja na washirika wote, Wakristo wote wa madhehebu mbalimbali, maana kila wakati ninapokuwa hewani kama sasa ninahudumia Wakristo wote wa madhehebu yote kutoka madini yote. Wote tunaitwa Wakristo, ijapo tunatoka katika dhehebu mbalimbali, lakini sisi wote ni Wakristo. Kwa hivyo Wakristo wote mahali popote walipo ninawasalimia, maana mimi ni mchungaji wa Wakristo, ijapo katika dhehebu la Full Gospel Churches of Kenya, lakini mimi si mchungaji niko limited kwa Wakristo wa Full Gospel peke yake, bali ninawahudumia Wakristo wote
mahali popote walipo katika jamhuri yetu ya Kenya na wale wanaotutazamia kutoka nchi za ng'ambo. Pia nataka kuwasalimu masochas, masocha wote mahali popote walipo. Ninajua wengi sasa wameshika samu ili wa Kristo na wananchi wa nchi yetu ya Kenya, nchi tukufu, waweze kula Krismasi nzuri. So kwa hivyo mahali masocha mupo, wale wa Kisii masocha, ninawasalimu katika jina la Yesu. Wale masocha wa kule Nairobi mahali wana hudumu, ninawasalimu katika jina la Yesu, na napikisa ujumbe huu kwa kiongozi wangu DCIO wa Nairobi Central, Mr. Jason Moria. Ninamsalimu katika jina la Yesu. Yeye ni Mkristo sugu na anampenda Kristo akiwa kiongozi wa maisha yake, pamoja na Chief Inspector Chimweno ambaye ni osi wangu kule Parliament. Pia ninatuma salamu za heri njema za Krismasi pamoja na wapendwa wote walio katika maeneo pale. Bwana wabariki, Bwana walinde, awakuze. Na wale wako katika sehemu ya Kisii, basi ninawaalika katika sehemu ya Suneka mahali nitahudumu kuanzia mwendo wa 3:30. Karibuni sana tuweze kuchumuika pamoja tunapoenda ku fellowship kwa ajili ya shamra ya Krismasi, tunapokumbuka kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen, amen. Thank you so much. Thank you so much kwa sababu ya kujiunga na sisi as well. Kutoka hapa hata mimi Papa Isaac Leonard, najua niko na wazazi, ndugu jamaa, na watakia heri njema. Thank you so much kwa sababu ya kujumuika na sisi tangia tulipoanza video ile ya 12:50 hadi sasa, na Mungu ni mwaminifu, ameweza kutufanikisha hivyo vyote. Pastor, asante sana. Asante. Na tena karibu. Lakini kabla tujaondoka, kuna wishes za ndugu yetu Eric Smith hapa, na nisipocheza itakuwa kwamba nimemkosea. Baba, yote ni makuu, maana wayatenda kwa upendo. Yale unasema Baba, yote ni kweli, maana pia wayasema kwa upendo. Huyu ni Eric Smith. Asante kwa kutizama Kisii Hot TV na kutakia Christmas njema na mwaka mpya wenye baraka. Umetenda ba. Sasa huyo ndio Eric Smith ambaye amesema lazima aweze kuishi ndugu zetu na jamaa a very nice and happy Christmas. Au si? Labda Baba Isaac, kabla sijasahau, kunaweza kuwa wapendwa wanaweza kuuliza huyu ni nani? Nilitangulia kusema kwamba naitwa mchungaji Jeremiah Nyabende kutoka sehemu ya Kisii. Na labda sijui kama watazamaji, labda kuna mwingine anaweza sema mchungaji, labda tunaweza mufikia kwa njia gani? Kwa hivyo wapendwa watazamaji mahali popote mlipo, ningeweza kuwapea nambari yangu ya simu ili ukiwa na swali, ukiwa na pongezi, na hata wengine, kuna wengine ukiwa na hitaji, unaweza kunipigia simu ama kuniwekea ujumbe, na ninaweza kuona na tutaweza kuwasiliana nawe. Ukitaka kunipata, basi unaweza kunipata katika 0721 386665. Kuna wale waliniambia, jameni, ukiongea kwa Kiswahili basi sisi hatupati. 0721 386665 0721 3665. Kuna ndugu aliniambia, yawa usiseme kwa Kiswahili jamani, mimi hapana sika Kiswahili bwana. Kwa hivyo unaweza kunipata katika Facebook Pastor Jeremiah Nyabende. Unaweza kunipata pia kwa Twitter J Nyabende, na kwa Instagram pia unaweza kunipata katika Jeremiah Nyabende. Hapo ukiweza kufita katika hizo social media utaweza kunipata. Pia unaweza kunipata katika WhatsApp page. Ukiingia mahali pale unaweza kuniwekea ujumbe, basi tutaweza kuwasiliana. Mpaka wakati mwingine tena tutakapokutana hewani
wakati kama huu. Bwana aweze kuwabariki na watakia wote Krismasi njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Anyway, sasa hii leo tutasema grace ili kama tuweze kumaliza, kwa sababu unaona kama wakati wetu unatukimbisha sana. Yes. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Tutaonana tena hiyo kesho kwa sababu ya Gospel Hotspot, na bado Pasha atakuja. Sasa sijui kama atakuja ama atatumia simu, tutaongea baadaye. Goodbye kwa sasa. Mungu akubariki.